kama unafanya mixing, wewe ni producer, sound engineer, unafanya mixing na mpaka leo hujui kupiga hesabu za kwenye delay na kwenye reverb, wewe naongea na wewe, acha ujinga. Sasa kinachotakiwa ni nini? Tulia nikuelekeze. So ni very simple sana, katika kufanya mziki wako au kutengeneza mziki wako. Ndani ya mziki wako bana kuna second, yani kuna zile sekunde, kuna dakika, sawa? So katika mziki wako kuna mile ambazo zipo katika mziki wako wakati zinapokuwa zinatembea frequency. Watu wengi sana wanafanya mixing lakini hawajui kufanya hesabu katika delay na reverb sana. So kama wewe ni sound engineer, wewe ni producer, wewe ni engineer, alafu mpaka leo hujui kufanya hesabu za delay na reverb, wewe naongea na wewe, acha huo ujinga. Kama wewe ni producer, wewe ni sound engineer, wewe unajiita mix killer, wewe unajiita mzee wa mixing na haujui kufanya hesabu kwenye delay na kwenye reverb mpaka leo, wewe acha ujinga, acha ujinga. So iko vipi? Tulia basi nikuelekeze na uweze kupata faida, na itakuwa ni vizuri sana, lakini uache huo ujinga kuanzia leo na huo ujinga utakuwa umekutoka. So iko hivi, wakati unapokuwa unafanya kwenye reverb, wakati tunapoweka reverb katika mziki na ile delay katika mziki, kuna mawimbi ambayo yanayotembea katika masafa, na haya masafa yanatembea kwa kutumia sekunde kadhaa ambazo zinazotembea katika nyuzi zile 360. Hizi nyuzi 360 ambazo zinazotembea katika masafa, katika mzunguko wa masafa, yani tunapokuwa tunazungumzia katika mzunguko wa wave, yale mawimbi ya sauti yanavyokuwa yanatembea katika anga, basi mule ndani kuna millisecond. So hizi second tunazozungumzia ni jinsi gani ambavyo zitakuwa zinajirudia katika sauti yako wakati unapokuwa umeweka. Kwa mfano, for example, unataka sauti yako katika sekunde moja labda ijirudie mara 2. Unataka sauti yako katika sekunde 2 labda ijirudie mara 4. Ndio hapo tunapokuwa tunazungumzia hizo hesabu zinazokuwa kwenye delay na kwenye reverb. So ni vizuri sana, kwa sababu ndani ya delay hii inaifanya kwamba sauti yako iweze kuchelewa au